tuko Wanjiku. Wanjiku society imeharibika. Sababu kila mtu anataka yani tuga na Gikuyu kwehureria mwaki na mwena waku we mwene, yani unataka tu kila kitu ikue kwa pande yako Wanjiku. Sababu ya kusema hivi ni kama saa hii Wanjiku kuna mauano mingi sana, watu wanauana, yani imekuwa kuna mauaji mingi, yani ni kama vile unachukua kuku na kata singo, we you don't care. Alafu unapata Wanjiku kama hamukuwa mmekaa vizuri katika nyumba zenu, inakuwa vita Wanjiku. Wanjiku kuna kisa ilitokea na nilisoma hata ilikuwa kwa TV. Ati watu wameomboleza kama vile tuko na maombolezi na familia ya bibi yangu, na wampea pole na Mungu wa rehema hazidi kuwafariji Wanjiku. Sababu hii ni wakati mgumu wako nayo, lakini Mwenyezi Mungu haulizangu swali, sababu sisi tunakaa kama shamba ya mwenyewe. Mwenyewe akitaka kufuna kile ambacho anataka ufuna. Lakini unapata sasa Wanjiku ile nikirudi katika mahali nilikuwa, unapata tuko na hiyo yote. Huyu mwenda zake amekufa kwa katika pale amewekwa kwa mochari. Lakini wakati wa kumwendea, ile siku ya kumwendea, unapata mnapewa mwili, kufika pale nyumbani unapata kuna mwingine na yeye anasimama anasema huyu hazikui hapa. Wanjiku hapa ndio nataka tuangalilie sana. Nini aswa kinakujaga kinaingililia mahali pale Wanjiku? Sababu wewe ambaye unasema huyu asisiko hapa, na wakati alikufa haukuweka hii kesi Wanjiku. Unaelewa? Kitambo mwendea pale mochari haukuweka kesi ndio mweze kutatua kabla ya basi. Lakini unapata saa ile ametolewa Wanjiku, ndio unapata mwingine anakuja kusimama hasiku yuko Wanjiku. Hii mambo imekuwa inaleta shinda sana, mpaka nikajiuliza mbona huyu hao watu si unajua ni inastahili Wanjiku kabla hii mambo inaletangwa aidha mzee akienda asemi 1 2 kujigawa tuga modo egayagalirie muoyo ama ni anje mwelekezi wetu modo le egayagalirie muoyo, yani unajigawa saa ile wewe unajijua. Sababu Wanjiku wasewa siku hizi sisi tunakaa tu yani hata uambii familia yako in case of anything, sababu hakuna mwenye anajua kesho kajia ketu tutapitia hapa. Wewe Wanjiku kwako ni pale wewe unani nyaga, wewe utakaa pande ile ya chini, yani ili wakati tukutafika kiwango in mambo hii tutapofika Wanjiku, tutapata Wanjiku aliambiwa yeye pale ni kule chini. Kwa hivyo hatutakuwa na zile vita mwelekezi wetu, hatutakuwa na ile vita. Kwa hivyo inastahili tuangalie sana, ambayo hata kama najua sasa unapata babangu ako na bibi wawili pia. Unapata sasa huyu si alipasi. Sasa naye huyu amepasi, lakini akipasi hakuwa ameonyeshwa ataziko wapi. So unapata hii imekuwa ni kama kufute Wanjiku kwa mashamba, na ndio unapata inafika kiwango ingine, unapata wale watu sababu njagawana mashamba wanaanza kukatakatana. Wao sasa wanaanza kukatakatana, na ndio unapata Wanjiku hata kwa nyumba yako usiposimama vizuri, utapata kila siku utakuwa na vita kwa nyumba yako. Sababu si mambo na wase peke yake mwelekezi wetu, hata kwa nyumba yako usipokaa chini na familia yako ili uwape inaitangwa nini, katiba ni katiba, uwape katiba ya nyumba yako, uambie sasa mnajua huyo ni baba anasema sasa wewe Njoki mimi sasa nataka mkae hivi na hivi na hivi na hivi. Huyu ni mama yenu, heshima mpe.
huyu ndiye mkubwa wenu, mnafaa msikilize. Lakini wewe hata kama nao unaambia yule mkubwa, na yeye ujue ya kwamba hata kama tunakuombea heshima, na wewe uheshimu wengine. Unaona? Sasa usiposimama pale katika ile pengo, utapata wewe si umeondoka umeenda kazini, utapata hawa watu wamefurugana, hata hakuna mwenye kuna mwingine wa jiko. Ndio tuwezi kukaa katika ile njia inastahili. Inastahili tukae chini. Mimi naambianga watu usione ni kama ya kwamba wewe uko pale tu just in case one. Kaa pale ukijua ya kwamba kama wewe ni mzee, ama kama wewe Wanjiku ni wewe mzee na ni wewe mama, unafaa kusimama ukijua ya kwamba hii familia iko mikononi mwako, na usiposimama vizuri ni wewe utaulizwa. Kwa hivyo lazima uwawekee katiba yako wewe mwenyewe ukiwa mwenye boma. Mimi nikiwa Nyaga kwangu niwaambie, mimi wewe ukiwa fulani sitaki ukikanyanga mwingine. Heshima idumu. Wewe ukiwa fulani, hebu na wewe heshimu mama yako. Sababu usipomheshimu, hapa ni kwangu, mimi utaondoka tu na uende zako. Ili aweze kujua kuna heshima imefika hapa, nyingine imeanza hapa. Na by the way, heshima ya mama sio heshima ya mtoto. Unajua hapa tunachanganyikia kwa sababu unapata kama mzee, heshima ile anapea msichana wake ndiye anapea mama. Heshima ile anapea mtoto mdogo ndiye anapea mama. Lakini lazima ukae chini ukijua ya kwamba heshima ile unafaa kupea mama yako, yule ambaye amekuzaa. Sio ile lazima utapea bibi yako. Na hapa bibi msinisikie na msinipiga na mawe. Sababu bibi anaweza kuja na akuache. For example, akuja mkorofeshana na muache, lakini mama yako ako hapo milele na milele. Kwa hivyo kuna ile heshima unafaa kumpea. Tumetoka hapo. Pili, tukuje hapa kwa bibi yule ambaye nimeleta kwa ile nyumba Wanjiku. Unajua nataka kuwa pea kidogo tu ili tuweza muda hatuna. Pili, unafaa kujua ya kwamba ukiwa bibi bwana sasa mwenye nyumba, unafaa kujua bibi na wewe ni wewe umemleta hapa. Wewe umemleta pale, lazima umwekee ukuta. Si ati brother akitoka na huko anaanza kukuja kutukana bibi yako. Si ati mamako akitoka huko anaanza kutukana lazima uweke njia mwafaka ati ya kwamba huyu mjue ndiye bibi wangu hapa kwa nyumba. Kwa hivyo umheshimu, ndio uweze kutengeneza njia ili maafa mengi isianze kutokea, sababu wewe mwenyewe haukujigawa vile inastahili. Kwa hivyo unajua nayo heshima ya brother yako uiweke pale, heshima ya sister yako iweke pale. Kwa hivyo ili tukaweze kukaa kwa njia ile ambayo inastahili, wewe ukiwa mzee unafaa kujua ya kwamba nitafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Nirudi pande ya mama, sababu nayo mama hao watu ni wazuri. Wanjiku usiniangalia hivyo, nyinyi si wazuri. Wanjiku ananiangalia sababu nataka mimi naangalia juu nataka kusikia vile unasema. Wanjiku ananiangalia sababu nataka kugeukia kidogo. Hapa nayo unapatanga nayo kuna mwingine akiolewa anaona amefika. Sasa yeye hata Honda ya madhainiro ataka kusikia. Na ndio hapa wacha wakwambie watu wengi wanakujanga wanakosana kwa mboma. Ama unapata Honda anaambiwa kitu na madhainiro lakini hataki kusikia. Yeye anasema mimi sasa wewe unaniambia nini niliolewa na Nyaga? Unaniambia nini shwari unaniliolewa na Nyaga? Lakini usisahau ya kwamba yule ndio mama ya Nyaga. Kwa hivyo unafaa kukaa na ile heshima ambayo inastahili. Ukiona kuna kitu huyu mama amekwambia ama padhainiro amekwambia na imekukera, unafaa kufanya nini? Unafaa kungojea Nyaga. Unafaa kungojea Nyaga. Ama Nyaga kama yuko karibu, unajua kuna kitu naweza ambiwa, uone mimi hapa sitavumilia.
Wanjiko. Uone mimi hapa sitavumilia. Kuna njia mingi, si uchukue mizigo na uende wewe. Wewe sijakwambia uchukue mizigo na uende. Ukienda by the way unapata ngati sababu Wanjiko si nimemua na tuko na yeye. Sababu amekosana na father in-law na mama in-law. Anachukua mizigo na anaenda. Mwelekezi wetu hapo ndio anastahili kufanya hivyo. Kwa nini Wanjiko ufai kuchukua mizigo na uende? Na usi mmekosana. Au mbona ufai kuchukua mizigo na uende? Kwa nini uchukue mizigo na uende na sio wao alikulete hiyo boma? Sio yeye mara inilo haja kuoa. Kwa hivyo unafaa mwenye alikuleta kwa ile boma. Pigia yeye simu mwambie 1 2 3. Na sisi wazee na yao hapo tunaangukanga mtihani. Unajua tunataka kuongea sote tumemix ndio tuache kuuana ovyo ovyo. Na wewe mzee unajua kuna wazee na wao sababu wamempenda mama yao sana. Wakisikia tu Wanjiko wamekosana na mama yao anakujanga na vita. Ngumi, mateke, unasahau huyu si mtoto wako. Huyu mtu ulichukua akiwa mzima. Akiwa na kitambulisho. Akiwa anajitafutia. Kwa hii mambo ya vita mnaleta kwa mboma. By the way, and I'm sorry to say, wazee wale ambao wanapiganga mambimbi kwa nyumba, nyinyi ni wajinga. Direct. Mnisamee kwa kusema hivyo. Sababu Wanjiko nasemanga, kile ambacho kinafanya nichukue ngumi ni kuwekelee ku. Hiyo sababu inafaa hata nikwambie chukua mizigo yako na uende. Instant ya vita. Sababu tumeanza vita. Wanjiko ni yeye anajua kisu ya jikoni iko wapi na iko kali ya mna gani. Kwa hivyo wewe utapigana. Wewe si ni wewe umeniona hivyo ni wewe Wanjiko naye ataenda kisu tu ya roho. Sasa wewe ulimweka gumi na wewe umeenda. Sasa hii kitu yote ni kitu ungezuia wewe mwenyewe. Ukiona ufai kumfukuza. Yaani sababu ya ile kosa amefanya ndio tunaongelelea. My friend, mtu anafanyanga hivi. Kuwa mjinga. Wewe ni mzee wa boma lakini unajifanya kwanza mjinga. Unajifanya mjinga. Toka. Enda kwanza inje kwa mwelekezi wetu ninaenda pale tunayakula 2 3. Nikirundi ile hasira itakuwa imerudi chini. Na hapa niwapea a word of advice. Na hapa nasemanga nawaambianga sana kama wewe umewahi kukutana na mimi. Nasemanga siku moja usifanye kosa kubwa kama hii. Kukata kauli ama hatua kama wewe umekasirika. Sababu unapatanga hasira ni hasara. Kwa hivyo unapatanga watu wengi ati bibi akiamua kuenda anaendanga saidi amekasirika. Wanjiko. Sai ati umekosana na badangu. Huyu ni mjinga hii umbwa hizi majina mingi unamuitanga pale. Sasa ile mnakuwa na kana yeye kulikuwa mnalala naye kitanda moja. Sasa hiyo sijui imekuwa umbwa ngapi. Wanjiko. Wakati hiyo ni sweetheart na be. Sasa amekuwa bitter heart. Wanjiko ni kidogo tu sababu ya maneno bila sina muda. Nasema niwapee muda pisa advice kidogo tu. Wakati unataka kufukuza bibi yako, wakati unataka kuweka mambo mwafaka kwa maisha yako, fanya hivi. Wanjiko saa ile tumekosana. Nisikate kauli. Wanjiko usikate kauli. Fanya hivi. Si tumekosana na wewe na unaona kwamba hutavumilia, we usiue mzee na usiue bibi. Fanya hivi. We jifanye wewe mjinga na ujui. Wanjiko si wewe unapikanga. Unaleta chakula pale. Tukule na tufurahie. Kama ni mambo ile ingine huko chini, iweke tu laini. Unanielewa? Ukiweka laini, sasa saa ile unajua mmefurahia sana. Msasi ameamuka ameenda kazini. Unawefanya hivi. Chukua mbagi yako, chukua kanguo kako kasuri, chukua kengine na kengine nyumbani kwanza.
halo mwelekezi wetu, sijui kama utafanywa hivyo. Jua ya kwamba tuliambiwa ukiona bimbi alikuwa naongea sana amenyamaza, njua nyumba yako iko katika ICU. Na hapa ndio nataka kuonyesha ICU mahali iko Wanjiko. Kwa hivyo saa hiyo chukua kama nguo yako mzuri, nini yako mzuri, kwanza enda. Nataka kuambia ukienda, si mzee atakuja arudi nyumbani akiwa anajua Wanjiko ako pale, atakuja akute Wanjiko hayuko. Wanjiko umeenda, lakini ni vile unataka kutengeneza kwako. Si ati umekasirika saa hiyo, unajua umejifanya mjinga ukarekebisha mambo. Unaenda hili ile kosa alikuwa amefanya pale wakati alikuwa amekasirika asirudie tena. Umeenda. Wengine wanaenda wanapotelea kwa jirani, usipotelea kwa jirani utakurwa. Wewe unamsikia hiyo. Wewe sababu wengine wanapotelea kwa jirani. Mwelekezi wetu akipotelea kwa jirani njua hakuna bibi. Enda nyumbani. Bwana akirudi atapata uyuko. Akipiga simu mwambie hello mama Njoki kwani uko wapi? Mimi niko nyumbani kwa mama yangu. Mbona? Unajua sababu ya kuchukua hatua hii, kuna wakati tulikuwa tumekasirika, nilikasirika na wewe niliona haukuchukua hatua yoyote. So nimekuja hapa ili tukaweza kufanya mambo mawili na wewe. Unanielewa? Kwa hivyo mimi sina ubaya, lakini nataka tuongee saa hii. Tujue ya kwamba hapa hii kosa ambayo tulikuwa tunapigania tunaweza itatua aje. Unanielewa? Ndio sababu wakati umekasirika ukifanya jambo ukasirike, uchukue mizigo unauende. Sasa yeye umemwacha akiwa katika ile mambo ya kukasirika. Kwa hivyo atakukufuata, atakuwa anasema huyo ni mjinga, si alienda tu. Mimi niliona familia na hapo kwetu Nyaga. Wakasubuana na bibi akaenda. Bibi kuenda. Nakwambia amini usiamini Nyaga. Saa hii tunaongea hivi. Huyo bwana ako na bibi mwingine kwa nyumba. Sababu hata mwingine alikaa chini wakaongea. Hawakuongea. Lakini naye ukapata. Saa hii ako na bibi mwingine kwa nyumba. Na ule bibi alienda na watoto watatu kama amekasirika. Saa hii ule mwanaume akona bibi mwingine kwa nyumba, akona mtoto mmoja. Ndio nakwambia wewe bibi. Angalia sasa vile. Ndio nakwambia wewe ukiwa bibi kuwa mwerefu mjinga. Yaani angetulia mahali pale, si amekuja hivi. Atulie tu saa ile atengeneze mambo. Hiyo wiki anajua akienda. Ile pesa hata ni yeye atakupea tu. Bila kujua sababu najua anaona ni kama wewe ni mjinga, kuna kitu najua. Atakupea pesa ya kufanya 1 2 3, lakini wewe unajipanga. Wewe enda kwanza. Akipiga simu mwambie, hata Wanjiko ukitaka vizuri. Si mambo hata mimi naambianga mtu unaweza kosa kwenda kwenu. Enda kwa madhainiru. Huyo tu mwambie mimi nimekuja hapa sababu ya 1 2 3 tutengeneze mambo. Huyu akikuja ni vita. Kila akikuja ni vita, ama akikuja ni yeye ni mlevi. Atupate chakula mami. Nataka uongeleshe huyu mtu ili tukaweze na kama atakuwa madhainiro mzuri atakusikia. Unless upate naye kuna madhainiro, ukiona madhainiro wengine msikizana ndio unaendanga kwenu. Lakini si ati hame uende ukakomboa nyumba kwingine. Kiama uende kwa nyumba nyingine utapata na mimi Nyaga nitakuja kujua kukuuliza mbona umehamia hapa. Tumekosana, acha nikulipie nyumba. Na hiyo sio njia ile ambayo unafaa kutengeneza nyumba nayo. Kwa hivyo ile nilikuwa nakwambia usikate kauli saa ile wewe umekasirika. Hasira ni hasara. Utapata either muone kwa nyumba, either muachane forever sababu ya hasira, na either watoto upate wameangamia pale katika yenu sababu wewe uko kwenu na yeye mzee amebaki na watoto na Wanjiko. Hata Nyaga nilikuwa nataka nikuambie hivi. Wakati bwana na bibi wanapigana, ujue watoto ndio wanaumianga. Kweli? Ni kama vile Mswahili alisema ati wakati dume wawili wanapigana, nyasi huumia. Papigani hapo wabali wawili, kiumiacho ni nyasi. Na nyasi ni watoto. Na watoto wacha nikwambie, watoto hawana hatia. Mimi naambianga Wanjiko, sasa ile tumekosana na wewe hapa, si tumekosana na wewe ile kweli na tunataka kupigana. Watoto hawafai kujua.
Watoto hawafai kujua. Mzee, kuwa na akili timamu. Mmekosana na bibi, si watoto. Si saa ile tumekosana na bibi na wewe unaanza Unajulisha mpaka watoto. unajulisha mpaka watoto. Wewe bibi, saa ile umekosana na ati mpaka mtoto wako, yule mtoto anajua hii baba ni mjinga. Achana na babako ni mjinga. Achana na mama yako ni mjinga. Tafadhali mkae kwa njia ile ambayo anastahili. Unasema hivi yote nilikuwa nimeweka sababu ya mauaji ile imeingia sana kwa mboma. Mamboma zetu tumeuana sana. Kwa hivyo naomba tukaweza kurekebisha njia zetu katika mboma zetu. Kweli kabisa. Ndio tukaweze kuacha kuuana. Kwa hivyo Wanjiko, kwa leo tutawapea hiyo, na sababu ya muda na wakati, maybe labda kuna jambo liko nataka kusema ili tukaweze kufunga. Mimi kwa kunyaga nipeane pole mingi sana kwa wale watu ambao wameashwa na wapendwa wao. Juu nyagata kama wewe umeashwa na Father Imiru, kuna mwingine na mwingine ameashwa maybe na ndugu yake, dada yake, mama yake, baba yake, ama Mother Imiru ama Father Imiru kama huyo wako. Niwape pole zangu. Ingine ni salamu. Nataka kusalimia watu wawili watatu. Nisalimie mheshimiwa wetu wa hii Embakasi, nisalimie mheshimiwa Mofaya na apokee salamu zangu sana. Nisalimie mamangu na babangu wakiwa Lisafu, masista zangu, madugu zangu wenye tumezaliwa na wao, marafiki zangu wote, na hata wale watu tunashirikiana nao kwa kanisa, na pastor wetu Reverend John. Salimika sana mahali huko na kuheshimu sana, maana unaniongozanga na njia yenye inastahili. Uheshimike ukiwa mahali pale, na wale watu wote wanayotutazama na kutusikiliza, usalimike sana. Mbogoni ukiwa mahali popote, salimika sana. Mbogoni mgani? Ule Mso. Mso Sarome. Sarome. Salimika sana Sarome. Nakupenda sana mtu wangu. Na mimi sina mengi, sababu ya muda ni kusalimia familia yangu walipo wakiwa nyumbani, mahali ambapo Father Imiru ako nyumbani pale, mahali kwa boma yake, na wasalimia wote na wapea pole zangu pia, ingawa Wanjiko niko kwa safari kwenda huko. Kwa hivyo naenda huko ili tukaweze bora umewafikishia salamu mbele. Kwa hivyo msalimike mahali wako na Mungu awafariji. Hiyo ingine ni kuwatakia Sunday njema yenye baraka mpaka siku ile ambayo tutakutana hapa siku ya Jumapili. Hata hii wiki yote nyaga. Tuwaombea baraka za Mwenyezi Mungu ziandamane na nyinyi. Si ndio hiyo sasa? Kwa hivyo Mungu akawazidi kuwabariki na kuwafunika na damu ya Yesu Kristo. Sababu saa hii si kuzuri. Usitazame uone ni kama ni kuzuri. Wengine wanalia pesa, wengine wanalia nyumba, wengine wanalia chochote, lakini hiyo yote ukitaka Mungu, ukitaka yakuwe mazuri, lazima uweke imani yako kwa Mwenyezi Mungu ili akaweze kukutatulia mambo hiyo yote. Kwa hivyo Mungu awabariki na awainue na akazidi kuwaelekeza. Wanjiko tuambie kwa heri, Mungu awabariki na watendee mema. Mpaka Sunday. Hivyo kwa heri. Katika masaa hii kutoka saa 1 mpaka saa 2 ama kutoka 6 mpaka saa 2 utakutupata katika hiyo masaa. Na Mungu awabariki na watendee. Nilikuwa nimesahau, usiusalimike mahali huko na umenyamaza sana baba. Hii wiki sijakuona mahali. Sawa. Sikuwa na Sunday njema. Hata ukiwa na Sunday njema na ukiwa na safari njema. Thank you, nimeshukuru.